Yote kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu. Sababu pasina Mwenyezi Mungu yani nahisi kwamba nisingefika hapa. Na ni bahati kwa upande mmoja au upande mwingine. Kwa upande wangu mimi binafsi. Of course, sababu tupo wengi sana ila mpaka mimi nipo hapa. Kwa Mwenyezi Mungu tu mwenyewe. Hivyo. Hiyo safi mwanangu. Mpaka uko hapa. Kwanza uko wapi hapa? Hii pande zipi? Hapa niko maeneo ya Igunga, Tabora. Nashukuru Mungu alhamdulillah. Nina mke na nina mtoto. Ndio huyu ambaye niko naongea naye sasa. Tuko live hapa kabisa. Jamaa kumbe alikuwa anaongea na shemeji. Mambo. Tukaa shemeji yetu hapa. Bwana tulikuwa na mpenzi wako hapa. Kumbe ana mchepuko bwana. Naomba usimulike mama watoto. Naomba usimulike mama watoto asije kaonekana huko. Sio nikauza na nilio staki yani. Wewe mtoto anaitwa nani kwanza? Mama watoto anajijua na maana nimemtambulisha kwa mwanangu. Ndio huyo mmoja tu. Hamna mwanangu, mimi na wewe mmoja. Tena mwingine akisikia hapo mwenyewe anasikia kabisa. Hao wengine tunapiga chini kwa yani kwa sababu mpaka akasema uko peke yako bwana. Hao wengine baada nyuma ya kamera tutaongea vizuri. Naogopa hasara sio unajua. Mshao umesema? Nashukuru nimeoa. Sio. Ndugu yangu na naja kuona na wasioa. Maisha kifupi namshukuru Mungu sababu nimeoa na mtu ambaye nimeona hisi kwamba amevutiwa na uwepo wangu, yani uhitaji wangu mimi wa kifedha, ni ina maana kwamba karizika na hali yangu halisi ya maisha. Of course, kwa hiyo hata kama nikamwambia bwana ninacho kidogo hiki hapa nakipokea. Tofauti na yule mtu ambaye sababu sidhani kama anaweza kukubali kitu kama hiki. Nilikuwa nimekuja kwa sababu ya kikazi. Kwa hiyo baada ya kumaliza kazi nitarudi katika familia yangu kama kawaida. Baada ya muda gani? Nafikiri kila baada ya miezi mitatu, miezi miwili naweza nikaenda mara moja na kurudi. Kwa hivyo shemeji na mwachaji huko. Shemeji yupo, namwamini, na believe yani namwamini. Kwa sina usasi juu yeye. Sidhani labda kwa upande wake, ila mimi niko fresh kabisa. Namrindia mali yake ipo tu nimehifadhi. Shemeji naambiwa mali linalindwa huko rafiki yangu. So na shauri wasioa kwa ndani sana. Yani kuna kitu fulani ambacho kipo nimekiona ni kizuri sana of course. Mwanangu ukioa riziki inaongezeka. Tuache utani. Hususan kama ukimpata mtu ambaye anakurizia, anayekushauri. Of course hivyo. Kwa hiyo yani kama ukioa ina maana kwamba uridhiane naye. Na mimi kuna vitu vinakuja automatically vinakuja. Hivyo yani. Oya, umemsikia mwenetu Mapala kidogo, hata mimi nishawishi nianze kuoa, lakini hii kipato ninachopata mimi na bado kinatosha kwanza. Kiangi hapa kutoka Nyembo TV Igunga. Yote kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu. Sababu pasina Mwenyezi Mungu yani nahisi kwamba nisingefika hapa. Na ni bahati kwa upande mmoja au upande mwingine. Kwa upande wangu mimi binafsi. Of course, sababu tupo wengi sana ila mpaka mimi nipo hapa. Kwa Mwenyezi Mungu tu mwenyewe. Hivyo. Hiyo safi mwanangu. Mpaka uko hapa. Kwanza uko wapi hapa? Hii pande zipi? Hapa niko maeneo ya Igunga, Tabora. Nashukuru Mungu alhamdulillah. Nina mke na nina mtoto. Ndio huyu ambaye niko naongea naye sasa. Tuko live hapa kabisa. Jamaa kumbe alikuwa anaongea na shemeji. Mambo. Tukaa shemeji yetu hapa. Bwana tulikuwa na mpenzi wako hapa. Kumbe ana mchepuko bwana. Naomba usimulike mama watoto. Naomba usimulike mama watoto asije kaonekana huko. Sio